Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mwagodi. Israel na Marekani zimeongeza mashambulizi yao dhidi ya Iran. Kumekuwa na mlipuko mikubwa katika mji mkuu Tehran na pia katika eneo la Karaj magharibi mwa mji huo. Katika eneo la Isfahan, shahidi mmoja kutukio ameelezea hali hiyo kuwa ya kutisha sana, huku raia kadhaa wakiwa katika eneo moja na miili ya watu ikiwa barabarani katika eneo lingine ambako kiwanda cha kutengeneza helikopta kilishambuliwa. Mamlaka zinasema zaidi ya watu 1200 wameuawa tangu mashambulizi ya Marekani na Israel yaanze siku ya Jumamosi, ambapo ni siku 6 zilizopita. Wakazi wamekuwa wakikimbia mji wakijaribu kutafuta usalama. Azerbaijan imesema kuwa ndege zisizo na rubani za Iran zimeshambulia uwanja wa ndege ulio karibu na shule katika eneo la magharibi la Kachvan karibu na mpaka wa Iran. Waziri wa mambo ya nje Ceyhun Bayramov amekosoa shambulio hilo na kusema kwamba Azerbaijan ina haki ya kulipiza kisasi. Amemuita balozi wa Iran kwa mazungumzo. Watu wawili wamejeruhiwa. Hii inakuja wakati milipuko imeripotiwa juu ya eneo la Manam nchini Bahrain. Milipuko mikubwa pia imesikika mjini Doha leo asubuhi, huku Iran ikionyesha kuendelea kwa mashambulizi yake dhidi ya nchi za Ghuba kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Usafiri wa anga unaendelea kutatizika kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines limetangaza hasara ya kifedha ya angalau dola milioni 134 kwa wiki baada ya kusimamisha safari za ndege kuelekea maeneo Mashariki ya Kati. Kampuni hiyo ya ndege hapo awali ilikuwa ikifanya safari 15 kila siku kwenda katika eneo hilo. Wakati huo Qatar Airways imesema itafanya safari maalum za misaada kutoka Oman kwenda miji kadhaa ya Ulaya ikiwemo Berlin, Copenhagen na Madrid. Aidha, safari ya kwanza ya ndege iliyoandaliwa na serikali ya Uingereza kwa ajili ya kuwarudisha raia wake nyumbani kutoka eneo hilo imecheleweshwa kutokana na tatizo la kiufundi. Wakati huo safari ya kwanza ya ndege ya kuwarejesha raia kutoka Athens imetua nchini Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Askofu mkuu mchungaji Laurent Mbanda kutoka Rwanda ametajwa kuwa kiongozi mpya wa Global Fellowship of Confessing Anglicans, yani GAFCON, kundi lilojitenga na lile la Anglican Communion na ambalo halitambui tena Archbishop wa Canterbury kama kiongozi wao. Mbanda kwa sasa ni mkuu wa kanisa la Anglikana la Rwanda. Alichaguliwa katika mkutano wa faragha uliofanana na mkutano wa makardinali maarufu conclave wa baraza la maaskofu wakuu wa GAFCON usiku wa Jumatano. Lakini